Kwa hakika tunakushukuru kwa kuwa kwa kukutegemea wewe, kwa kukugoja wewe, kwa kuenenda pamoja nawe, tumeona ukuu na uaminifu wako. Pokea sifa zote na utukufu, maana ni zako Bwana. Twashukuru asubuhi ya leo Bwana, maana umetupa nafasi hii kuketi miguuni mwako, tukasikia kutoka kwako. Tuomba kwamba Baba, kama jinsi ulivyomwambia Martha ya kwamba Mary amechagua jambo jema, ya kwamba ikawa salama nasi tunapogoja kusikia kutoka kwako. Kuna wale ambao tumekuja hapa tukiwa chini, Baba wetu wa mbinguni, tuomba ukatuinua. Kuna wale tumekuja kama hatuna nguvu, Baba wetu, tuomba nguvu kutoka kwako. Kuna wale ambao hatuna tumainio, tunene neno lako Bwana, kainua nafsi zetu, tukawa na tumainio, tukakugoja wewe Baba wetu, kwa sababu wewe ni mwema. Ni asante kwa sababu utatunenea, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tuketi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Amen. Nashukuru Bwana kwa nafasi hii ambayo amenipa nikarudi nyumbani. Nyumbani, home is always yes. Na kwa hivyo ukipata nafasi kurudi nyumbani, hauchukulii jambo hilo kwa ukawaida. Kwa majina, kwa sababu ninaona tuko na wageni, ni Monica Mbio. Zaidi ya yote, Kristo ni Mwokozi wa maisha yangu, amezidi kuwa mwema kwangu pamoja na jamii yangu. Nimekuja na wengine hawakuweza kukuja, lakini mpokee salamu zao. Umepokea? Ningali katika huduma, ningali nafanya kazi na Ministry of Health. Nafurahi kuona Phyllis tunafanya kazi pamoja naye. Nafurahi kuona Janet. Na Janet haukusema mnapeana chanjo. Na pia chanjo huwa mnapeana. Lazima nipigie yangu debe. Na kwa hivyo pia hawa wa AIR tunafanya kazi pamoja nao, na wana kazi ama services nzuri sana. Na ninafurahi kwa sababu ya hao ku extend their services, kuja na kuliposa, wakaweza kutusaidia kwa adjust screw mahali ambapo iko loose. Na kwa hivyo ni ombi langu, baada ya spiritual ama check ya moyo kupitia neno lake Bwana, ya kwamba tutapitia mahali pale na tutaweza kuangalia miili yetu. Amen. Amen. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii ambayo ametupa sisi wote tukasikia neno lake, na kulingana na program yetu, neno ambalo tuko nalo ama theme ni kukuwa renewed. Nayo theme yetu ama topic yetu is renewed to rise. Ati ya kwamba tunakuwa renewed, sikubaki tu tumekuwa renewed, lakini baada ya kuwa renewed we will be able to rise. Na nilikuwa najiuliza kuwa renewed ni kufanya nini? Na hayo ni majina mawili ya kizungu, re na new. Kumaanisha kwamba ulikuwa uko sawa, ulikuwa uko na nguvu, ulikuwa uko na tumaini, ulikuwa umejiweka sawa, umejipanga, na labda kwa sababu moja ama ingine, na mapito na mambo ya dunia hasa ya Kenya wakati kama huu, unapata kana kwamba ama ninapata kana kwamba moyo wangu umeshuka, mawazo yangu hayako encourage. Ninapata kana kwamba nimechoka mawazo, nimechoka moyo, niko tu every day ninakaa niko tu. And it is at that moment ambao Bwana anataka turudishe nguvu hiyo, turudishe tegemeo hiyo, turudishe that being encouraged, turudishe hali ile ya kuwa steady katika imani, na tuweze kuendelea mbele. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Na ningependa kuanza na swali asubuhi ya leo. Je, umewahi sikia kana kwamba umepitia mambo mengi ama umepitia katika hali ambayo ni ngumu, na unasikia kana kwamba umefika mahali uko mwisho ama mahali ambapo hauna nguvu? Je, kuna mambo ambayo yamekusukuma, mambo ambayo umepitia, hali ambayo labda uko nayo hata wakati huu, ama mambo ambayo umejipata ndani yake, na asubuhi ya leo unasikia kana kwamba nguvu zimeisha?
ni wewe ambao Bwana pamoja na mimi, kwa sababu nimewahi kujipata katika hali hiyo, ama labda niko katika hali hiyo, ambao Bwana amekuja kunipa nguvu tena, na ndiposa nikaendelea katika imani, nikimwamini, nikimtumainia na nikizidi kumngoja. Jina la Bwana lisifiwe. Na katika our call to worship from Isaiah, tumeona Bwana akinenea wana Israeli kupitia the prophet Isaiah, akizidi kuwakumbusha hapo juu kidogo ya kwamba hata vijana, kwa sababu tunaona vijana ama katika Biblia vijana ni hali ile ya kuwa na nguvu, hali ile ya kuwa na ustadi. Na kwa hivyo neno lake Bwana linatuambia that hata hawa ambao tunaona kana kwamba wako na nguvu, there are times they feel weak, there are times they fall down. Lakini neno ambalo tumesomea ni ya kwamba hata wakati kama huo, ya kwamba wale wamtumainio Bwana apewe sifa. Si ati wale ambao hawana nguvu, wale watakaopata nguvu ama wale hawatawahi, lakini hao wako katika hiyo hali, wale ambao wanamtumainia Bwana anaahidi ya kwamba atawapatia nguvu mpya, na wataweza kupaa juu, wataweza kukimbia, wataweza kutembea wakiwa nazo nguvu zake Bwana. Praise the name of the Lord. Kumaanisha tunapewa 3 situations. Ya kwanza ni ya kupaa juu, lakini mambo mengine tunayapitia hata uweza kupaa juu. Wengine wetu tunakimbia safari za nyika, hata wengine wetu hatuwezi hata kupata nguvu ya kukimbia, tunatembea. Lakini ni sisi ambao tunaambia kwamba Bwana atatupatia nguvu, neema na rehema zake zitakuwa juu yetu, na tutaweza kutembea, hatutakuwa tukichoka, lakini sisi tutatembea na hatutakosa nguvu. Praise the name of the Lord. Na wakati ambapo nasoma neno hili, ninakumbuka this bird the eagle. Na this bird the eagle ni ndege ambao tunaambiwa ya kwamba ni tofauti na ndege wengine. Imewekwa nguvu, iko na ustadi, na like the other birds, wakati ambapo mawimbi yameinuka, ndege wengine wanaenda katika viota vyao na wanatulia. But the eagle, it goes towards the storm. Why? Kwa sababu ina rise above the storm, na inaupata nguvu ya kwenda juu na juu zaidi. Lakini wakati ambapo inapanda ama inaenenda towards the storm, it doesn't mean that miguu yao haikui weak at some point. It doesn't mean ya kwamba mabawa yao hata kama yako na nguvu ati ya kwamba hayavunjiki. Lakini tunajua desturi na hali za this eagle ni ya kwamba after some years inaenenda to the mountain top, inakata hiyo beak yake, inatoa hayo manyoya. Kwa nini? Manyoya hayo yamezidi kuwa mengi na mengi, na ndiposa yapigana na mawimbi pale. If it is the weather, the feathers zimezidi na the wings zimezidi kuwa stronger na stronger, na kwa hivyo huyu bird anakuwa mzito zaidi, na kwa hivyo kupaa inakuwa ngumu. Na kwa hivyo desturi yake ni ya kwamba inakaa for some days or like 2 months, na ikiwa katika the mountain top, ina shed all those feathers, inapata zingine, na ndiposa inapata nguvu mpya. Praise the name of the Lord. Kumaanisha kwamba ina shed off the old weight, inakuwa renewed for it to be able to continue many more years, iki soar above the storm. That is the intention of God even to us. Ya kwamba yes, tutapitia mapito katika ndoa zetu, katika familia zetu, katika hali za biashara, katika pandashuka za uhusiano ya mmoja na mwingine, lakini baada ya hayo yote Bwana anataka kutupa nguvu that we may continue enjoying each and every day that the Lord has given unto us. Praise the name of the Lord. Amen. And that's why tulianza na kusema that this is the day that the Lord has made.
made, so that we may rejoice and be glad in it. It is not a continuation of yesterday, but it is a new day. The word of God says that every morning God gives us new grace and new strength to be able to soldier on. And therefore, as we look at the picture of this bird that is able to be renewed and to fly high over and to take control of the storms that comes and goes in life, the same is what God wants from us. Ati kwamba anataka katika hali ambazo ametuweka, katika familia ambazo ametuweka, in our places of work, that we may continue to move on, we may continue to work, we may continue to enjoy despite what we are going through, because it doesn't mean that the storms will not come, but He's looking for us. Sisi ambao atapatia nguvu na ndiposa we may be able to rise. Meaning, at a point when we feel we are down, at a point that we feel like we are in darkness, kama kuna wakati tunasikia kana kama tuko mwisho, tunazidi kukumbushwa ya kwamba kukua chini, kusikia kana kwamba umeshindwa, kusikia kama you are at the end, it is not the end of it. You are not defeated. Why? The Lord is still together with you. He's still together with me. And He still also wants to give us energy so that we may be able to raise up and be able to rise. Mungu hajatumba sisi wa kushindwa. Mungu ametumba sisi tuweze kupaa juu na kuenenda na nguvu zake, kwa sababu yeye ni mwema na yeye ni mwaminifu. Bwana apewe sifa. Ambia jirani, umeumbwa so that you may rise. Umeumbwa so that you may rise. Hataki tubaki huku chini tukigandamiza na tukisikia kana kwamba tumefika mwisho, but He wants us to rise wherever we are, kwa sababu yeye ni mwema na yeye ni mwaminifu. Amen. Amen. Katika somo letu la kwanza Isaiah, tunaona watu wa Israeli hapo kabla tujasoma Isaiah 1 Kings 17. In 1 Kings 16, wana wa Israeli wanamkosea Bwana. Wakati huo wanakuwa na wafalme wale ambao wanawaondoa katika njia zake Bwana hadi njia ambazo hao wenyewe wanaona kama ni zinastahili. Na kwa hivyo wakati huu mfalme ambao yuko wakati huu, yeye anazidi kufanya mambo ambayo ni mabaya, mambo ambayo ni chukizo kwake Bwana, hata kuliko wale ambao walikuwa mbele yake. Na kwa hivyo Bwana anakuwa wakuwa na kukasirika na moyo ulikuwa ambao ni mzito kwa wana Israeli. Tunajua kwamba huyu mfalme ndiye ambaye alioa bibi yake, bibi Jezebel, yule ambaye alileta miungu, the Baals, wakawekwa katika nyumba yake Bwana. Wana wa Israeli wakaanza kuabudu miungu, wakaanza kuweka tumainio yao na mambo ambao walikuwa wanayaona na nguvu zao wenyewe, na wakamsahau Mungu yule ambaye aliwakumbusha na akawaambia kwamba he is envious, ya kwamba wakati ambapo tunasujudu, wakati tunaabudu mambo mengine, tunamwacha yeye huwa anakasirika. Na kwa hivyo wakati ambapo Bwana alifika mwisho, anamtuma Isaiah kwa wana Israeli. Anawaambia kwamba kwa sababu mmekataa kumfuata Mungu, yule ambaye ni Mungu wa haki, yule ambaye amekuwa pamoja nasi, yule ambaye alitutoa nchi ya utumwa, yule ambaye amekuwa pamoja nasi, na tumeangalia Mungu wengine wa kujitengenezea, hakutakuwa na mvua kwa miaka 2 ama miaka 3. Na kwa hakika jambo hilo likafanyika. Lakini wakati huu, kwa sababu Mungu wakati analeta mambo, anayaleta akijua ya kwamba watu wake yeye yu pamoja naye. Na ndipo huwa tunasema mambo yanapotukujia, yawe ni magonjwa, yawe ni kukosa, yawe ni kutoelewana, hapo si mwisho. Kwa sababu Mungu tunayemtumainia ako
ako na a way out ya jinsi ambavyo sisi tutaweza kusaidika. Bwana apewe sifa. Amen. Na kwa hivyo wakati huu Isaiah amewaambia kutanyesha, Mungu anamlilia Isaiah, na kama jinsi ambavyo tumesomewa, tunaona kwamba anamchukua, anampeleka mahali ambapo kuna kijito, na mahali ambapo kuna kijito hicho anamuelezea kwamba nitatuma ndege, kwa sababu Mungu si mtu, hatumii njia ambazo sisi tunatumia. Yeye anatumia njia zake zile ambazo ni stadi, zile ambazo zitatusaidia kila mtu na njia zake na wakati wake. Na kwa hivyo Bwana anatumia ndege kupelekea Isaiah mkati asubuhi na jioni. Na tunaambia kwamba tunasoma ya kwamba wakati huu njaa ilizidi kwa Israeli, Elijah aliendelea kufurahia kwa sababu alikuwa na maji ya kunywa, na ndege wale walizidi kumlisha kila wakati, mpaka ikafika wakati kile kijito kilikauka. Na wakati kijito hicho kilikauka, Elijah, Bwana anafungua njia nyingine, anamuonyesha mahali ambapo atampeleka, na ndiposa azidi kufurahia wema na utukufu wake Bwana. Bwana apewe sifa. Tunaona kwamba Bwana anamtoa Elijah katika kijito kile ambacho kimekauka, na anampeleka mahali ambapo kuna yule mama Mzerafi, yule ambaye hata yeye hakuwa na chochote cha kula wala kunywa, lakini Bwana alikuwa amemuona, alikuwa ameona roho yake, alikuwa ameona imani yake, na akajua atamweka pamoja na Elijah, na mama yule pamoja na kijana wake hawatakosa mkati wala maji ya kukunywa. Bwana apewe sifa. Tunajua hiyo story. Wakati Elijah alienda hapo, unga iliendelea, mafuta yaliendelea, na maji yaliendelea. Na kwa hivyo familia hiyo ama nyumba hiyo, yes, kwingine kulikuwa na ukavu, lakini katika nyumba hiyo hakukuwa na ukavu. Ni nini ambayo Bwana hawezi? Kunaweza kuwa kuna magonjwa, kunaweza kuwa kuna hali ya kukosa, tunaweza imba mambo ni magumu, lakini yule ambaye anamtumainia Bwana, Bwana anakuja na anakutendea mambo ambayo ni makuu. Bwana apewe sifa. Tunaona katika Genesis wakati Isaac kulikuwa na ukavu, Isaac akataka kuenenda to the foreign land, naye Bwana akamwambia usienende katika ukavu huu, panda na ulime, ni kwa sababu nitakupea mavuno. Na kwa hakika wakati alipanda, Biblia inaandika ya kwamba Bwana alipatia mazao. Na kwa hivyo si vile watu wanasema, hata si vile tunaona na macho yetu, lakini vile tunamtumainia Bwana, vile tunamgoja Bwana, vile tuko na uhusiano naye Mungu, ndio ambayo inaleta utofauti. Je, siku ya leo niko tayari? Uko tayari kubadilisha mawazo yako kutoka kuona mambo ambayo serikali inafanya, kutoka kuona August 2027, kutoka kuona economy na kuweza kuexplain, kutoka kuona diagnosis ya daktari na mambo yote, lakini kumtazamia Mungu yule ambaye hakuna kile ambacho kinamshinda, na ndiposa akatembea pamoja nawe? Ni sisi siku ya leo anaongelesha, ni sisi siku ya leo anataka kutufanya upya, ya kwamba tukamrudia, kwa sababu ni mwema na ni mwaminifu. Ni ukweli kijito kilikauka, lakini huo haukuwa mwisho wa Elijah. Bwana apewe sifa. Ni ukweli ndoa haienendi vizuri, ni ukweli familia mambo si mazuri, ni ukweli mwili na madawa yaenendi vizuri, ni ukweli hata masomo na hali ya kazi haiko stadi, lakini hiyo haimaanishi ya kwamba ni mwisho wako ama ni mwisho wangu. Bora nitamtumainia Bwana, mambo ambayo ni ajabu atazidi kunitendea. Bwana apewe sifa. Amen. Mwimbaji akaimba, heri wamtumainio Bwana, wamtumainio
wamtumainia Bwana kama vile Elijah alimtumainia Bwana, na yeye katika ukavu Bwana akajidhihirisha. Katika somo letu la pili tunaona ni wakati ambapo Yesu Kristo amekufa na amezikwa, na kwa hivyo wafuasi wanasikia kana kwamba wamebaki peke yao. Ni hali ile ya tunaweza jaribu identify nayo, ya kwamba yule ambaye mlikuwa mnamtumainia, yule ambaye mliona akifanya miujiza, yule ambaye mliona akiponya magonjwa ambayo hakuna hata angeponya, yule ambaye alitoa hata mapepo, yule ambaye hakuna kilichomshinda, hata kifo alifufua Lazaro na wengine, lakini wakati huu yeye mwenyewe hayuko. Yule ambaye tulijua ambaye akona nguvu, lakini majeshi wale waliweza kumshika, yule ambaye tuliona akisulubiwa na akifa. Na wana Israeli, kama jinsi sisi wakati tunafinyiliwa na mambo tunaona kana kwamba Mungu ametuacha ama amesahau nasi, vivyo hivyo hata hao wakaona ni kama hiyo chapter ya Yesu Kristo imefungika. Na kwa hivyo Peter akawaongoza wengine na akawaambia, mimi sasa kumgoja Yesu, mimi sasa nimechoka na ninarudi hali ile yangu ya kawaida. Mimi ninarudi kufanya nini? Kutega samaki. Bila ambavyo saa zingine tutajipata kama tunasikia tutajitafutia njia zingine, na ndipo sasa tusaidiwe katika ndoa zetu, katika hali zetu, hata katika maisha yetu, jinsi ambavyo tunajaribu kupata kama kuna njia nyingine ambayo tunaweza pata usaidizi. Vivyo hivyo ndivyo Petero pamoja na hao wengine walivyoangalia na wakasema watarudi kufish tena. Na kwa sababu that was not the intention of God, walijaribu kufish the entire night. Wanarusha nyavu kwenye maji, wanatumia tekniki ambazo walikuwa wanatumia kitambo, wanajaribu njia zote, lakini katika hayo yote hawakuweza kushika samaki hata mmoja. Na towards morning ndipo Yesu Kristo alikuja na akawaambia, mushushe nyavu pande ile nyingine. Na waliposhusha pande nyingine wakashika samaki ambao walikuwa wengi sana. Hawajajua ni Yesu, lakini wakavuta mashua yao kando ya the lake, na walipokuwa wanatoa samaki, Yesu Kristo naye akawa mahali akiwatayarishia, naye akawaalika, akawaambia, kujeni tule na tunywe pamoja. Na walipomsogelea, kwa sababu tukumbuke wamefanya kazi the whole night, wako na baridi na wako na njaa, na kwa hivyo huyu ambaye anawaitia kila ambacho kiko tayari, to them ilikuwa jambo jema. Na kwa hivyo wakamsogelea, na ni mahali pale ambapo Yesu anamuuliza Petero, je, Petero, unanipenda? Kumbuka, siku nyingi zimepita, huyu Peter alideny Jesus how many times? 3 times. Akasema hamjui na yeye si wa mambo yake. Kumaanisha kwamba katika maisha yetu saa zingine tunajipata katika pilka ambayo tunamwaibisha Mungu, tunamjulisha, tunajipata tukifanya mambo ambayo ni ya kiaibu, mambo ambayo inaibisha Kristo ambaye tunaitanishwa naye. Hata dunia inauliza, je, hawa ni wale ambao wanasema wameokoka? Hawa ni wale ambao walisema ya kwamba utatuongoza na Biblia? Hawa ni wale ambao tuliwapatia nafasi kwa sababu walikuja na Biblia? Je, hawa ni wale ambao Sunday wako kanisani, lakini in the course of the week wako tofauti? But even in that time, Yesu Kristo anaweza zidi kutufanya tuwe wapya, kwa sababu yeye haangalii kupungukia kwetu, yeye haangalii aibu yetu, lakini yeye anaangalia jinsi tunavyomtumainia, jinsi tunavyomwamini, na mioyo yetu je, iko namna gani? Ndiposa Yesu anamwambia Petero ya kwamba
Philip Maishini. Kwa nini? Yeye anamkumbusha kwamba makosa ambayo mliofanya hata kuniwa bado na hata wakati huu hata kuniaibisha, hiyo sio mwisho. Bora mnitazamie, nitaenenda nani mpaka mwisho wa dahari. Bwana apewe sifa. Kumaanisha kwamba makosa na hali ya kudunia kufanya mambo kama jinsi ambavyo yanastahili si kufika mwisho, ama sio mwisho yetu. Bora tusome tu kutoka kwa yale ambayo tumefanya na hayastahili. Bora tukubali kuenenda mbele zake na kuomba msamaha, na yeye ambaye amejaa rehema na neema nyingi zitakuwa juu yetu na atatupatia nguvu ya kuweza kuinuka. Sijui uhusiano wako na Mungu wako umekuwa namna gani? Sijui ulisikia kana kwamba umechoka kiasi gani, ama ukasikia kana kwamba Bwana amekusahau na umekuwa wa kuenenda just in vain kama ukawaida. Sijui Mungu wetu tumekuwa tukimbepaji. Wengine wetu tumemwona kama ni our age mate, ama tumembeba tu just like that casually. Lakini Bwana anarudi kwetu, ni sisi anataka tuwe na uhusiano mpya naye, tumtegemee, tujiwachilie kwake kwa njia mpya, na ndiposa akaweza kutuinua tena na kututendea mambo yaliyo makubwa. Ananiambia na anakwambia, sitakuacha hadi mwisho wa dahari. Kumaanisha katika mapito yote yeye bado atabaki kuwa baba yangu. Yeye atazidi kuwa Mungu wangu, atazidi kunishika mkono, kutembea na mimi, kwa sababu nitajipata katika hali ambayo hata kutembea itakuwa ngumu. Lakini ni ananikumbusha ya kwamba atanishika nitembeze, atanifunza kukimbia, na atakuwa pamoja nami katika maisha haya mpaka nikafurahia wema na utukufu wake. Bwana apewe sifa. Ni mimi na ni wewe tunaitwa ya kwamba tukamtumikia na tukampenda na tukajitolea katika kazi zake, katika huduma zake, katika kumwamini, katika kumtukuza, si kama kawaida lakini na upya, kama upendo ule wa kwanza tuliomjua Yesu nao na tukampenda nao. Bwana apewe sifa. Njia 5 ambazo zinatufunza jinsi ya kumrudia Bwana. The 5 movements of renewal. Number 1, tunaitwa that we may return to the source. Praise the name of the Lord. Mathayo 11:28, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Bwana ananijua na Bwana anakujua. Anajua mambo unayapitia, anajua mambo ninayapitia. Anajua yale niko ndani yake, mili yetu jinsi inajisikia, mawazo yetu mahali yalipo, lakini ni mimi na wewe anatuita. Kumaanisha ya kwamba kufanywa upya ama renewal inaanza na kumrudia Mungu. Bwana apewe sifa. Wanalika wakatuimbia nidawano niliyekuhoya nidakijile Mungu. Kumaanisha ya kwamba renewal ili kumrudia Bwana katika maombi, katika kusoma neno lake litakalonipea nguvu, katika kumtukuza in all season, in and out of season, katika kuja pamoja in the fellowship of brethren na kumtazamia yeye. Ameniona, amekuona, kama simu ile inasema 2%, battery at 2%. Kumaanisha ya kwamba nimegiginyana, nimefinywa, nimesongeshwa, hata nimesemwa, mpaka mambo yamenikujia, mpaka sasa ninasikia kana kwamba sina wema wowote. Lakini anataka kutureconnect back to him. Anataka kukua that charger ambayo itachaji hii simu ambayo anaitanishwa nayo, na ndiposa nikafanya kazi ambayo ninastahili
kama jinsi tunavyo charge simu yetu na tunaenda in all the apps ambazo tunataka, kwa sababu ni mwema na ni mwaminifu. Anajua ya kwamba kuna mambo ambayo yanafinya mioyo yetu, yanafinya mawazo yetu, ambayo sisi hatuwezi, dunia haiwezi, hata tukiwa na another president ama akiendelea in any way. Anajua kwamba kuna mahali ambapo hakuna ambaye anaweza ila ni yeye, na kwa hivyo ananiita na anakuita. Tuache kuchokeshwa na mizigo ambayo sisi wenyewe tunabeba, na yeye ako tayari akituita, njoo kwangu nikawape pumzisho. Bwana apewe sifa. Tumrudie Bwana atupe pumziko. Number 2, release the dry brook. Ya kwamba wachilia mambo ambayo tunasikia kana kwamba yametufinya ama yamekauka ama yamefika mwisho. Elijah katika 1 Kings 17:7-9 tunaona ya kwamba hata kama ni Bwana alimpeleka pale, kijito kilikauka. Kwa nini? That season ya kukaa katika kazi hiyo, katika mawazo hayo, katika imani hiyo, katika kujua huko yamefika mwisho. Kumaanisha tumsikize Bwana atuambie mahali pengine ambapo tutaenenda. Wakati ambapo kijito kilikauka, Bwana alimnenea Elijah na akamwambia aende Zarefa. Je, siku ya leo ni mambo magani ambapo tunasikia kana kwamba yamekauka? Ni sisi ambao anatuambia kwamba tuachane na hayo majira. Tumekasirika, tumenugunika, tumeongea, tunasikia mioyo yetu si mema ya kutosha. Tuachane na hayo ambayo yanatuletea uchungu, hayo ambayo yanatuletea disappointment. Tuachane na hiyo milango ambayo imefungwa. Tuachane na hayo ambayo tumeng'ang'ana sana nayo, na tumtazamie Mungu, yeye ambaye atakaye tushika mkono. Sisi ambao tumeshindwa kutembea, neema yake tutembee nayo. Sisi ambao tunatembea na tunataka kukimbia, atatupatia nguvu ya kukimbia. Sisi ambao tumekimbizwa sana, atatupatia nguvu ya kupaa na kufanya mambo yote yawe mema. Bwana apewe sifa. Amen. Kiatu hicho ambacho kinakufinya, tuwe kama watoto. Ati ya kwamba akisikia kimemfinya sana, mtoto anafanya nini? Anakitoa, anatembea miguu mitupu. Mimi nitang'ang'ana ni fashion, nijaribu kukaa nayo, lakini mtoto atakitoa. Vivyo hivyo ndivyo Bwana anatuambia, hiyo ambayo inakuletea uchungu, siku ya leo yaweke chini, muite Bwana akaweza kutembea nawe. Praise the name of the Lord. Release and move forward. Ni sisi anatuambia hayo ambayo uko nayo, hicho kiatu kiwache na utembee naye Bwana. Number 3, rise above your failures. Proverbs 24:16, though the righteous fall 7 times, they shall rise again. Bwana apewe sifa. Kumaanisha kuanguka iko katika mambo yote utajipata ukianguka, lakini hata ukianguka, tunaambiwa watakatifu wanaanguka 7 times but they still rise again. Kumaanisha kwamba failure ama kutopata ni njia tu ya maisha, ya kupita kwa maisha. Bora usijitanishe na hiyo failure. Bora usikubali kukaa hapo, lakini uamuke, you dust yourself and you go on. Kama jinsi ambavyo mtu anaendesha baiskeli. Ni kweli lazima at some point you might fall, lakini lazima urudi kwa hiyo baiskeli, uenende ukibalance, na ndiposa ikupeleke mahali ambapo unastahili kwenda. Na kwa hivyo tuwajulisha kwamba kuanguka sometimes is a learning process. Wakati tunaona tunaanguka, mambo yaendi vizuri, it's normally a learning process. It is not a final destination. Ati nilianguka nikafika hapo, lakini ni kuamuka, kusoma kutoka kile ambacho kilituma nianguke, alafu kupata neema nyingine mpya na kuweza kuendelea. Bwana apewe sifa.
tumemrudia Bwana, tumekubali kuacha mizigo yote. Sasa tunaanza kuinuka zaidi ya yale ambayo yamekuwa mazito. And number 4 is to re-enter to your assignment. Wakati Bwana amekuja ameninenea na amekuja amekunenea siku ya leo, na ni wewe anakuambia nataka kukurenew. Bwana hataki kukurenew uendelee kukua tu pale pale. Just a member, I Sunday member, just going to the district, just being an elder, just being a minister, just like that. Labda kama nilikuwa napeana 20 bob offering, bado ninaendelea hivyo. Bwana anataka tuinuke zaidi, kwa sababu wakati aliinua Petero alimwambia feed my sheep. Wakati alimuinua Elijah alimwambia enenda kwa yule mama wa Zarephath. Kumaanisha kwamba Yesu anapokufanya upya, Yesu anaponifanya mimi upya siku ya leo, ananirudisha na nguvu mpya katika kutumikia. Kumaanisha kwamba kurenewal ama nguvu mpya si kukaa tu comfortable. Hivyo tu vile ambavyo maisha imeendelea ni hivyo, lakini Bwana anataka growth, a step of faith katika uombaji wako, katika kusoma neno lako, katika kumtumikia Mungu, katika fellowship kama familia ya workers. Bwana anataka upya, hataki tuzidi tu kukaa jinsi ambavyo tulivyokuwa. Mara nyingi namwangalia mkimbiaji, kuna wakati wanaanguka na wanaumia. Hata wale ambao wanaenda kufanya exercises, kuna wakati mwili unakuuma. Lakini kuketi tu na kungojea miguu inauma haikusaidii. Ukirudi kufanya hiyo exercise tena, hapo ndipo hiyo misuli inaacha kukuuma. The same thing again, tunapofanya upya naye Bwana, tunapopata ujazo mpya siku ya leo, ni kumaanisha kwamba tumepona, tukaweza kuendelea mbele, kwa sababu mbele iko sawa tukiwa naye Kristo. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo Bwana hajamaliza na mimi, Bwana hajamaliza na wewe, lakini hata mimi, hata wewe tusichoke na sisi wenyewe. We should not give up on ourselves. We should not give up in our businesses, in our families, in our encounters. Lakini katika safari hii tumtumainie Bwana, tujiwachilie kwake, atatembea nasi na atatutendea mema. Bwana apewe sifa. Amen. And number 5, the last one, restart with new faith. Bwana apewe sifa. Amen. Si tumejaza, tumemrudia, tumewacha mizigo, ametuinua, ametujaza. Sasa tuanze imani kwa upya. Wafilipi 1:6, he who began a good work in you will carry it to completion. Aliyeanza kazi njema kwako, the assignment ambayo amekupatia, the assignment ambayo amenipatia, kwa sababu sisi wote ni tofauti. Mungu ametupatia different assignment. Tuko kama maua, zingine ni white, zingine ni red, zingine ni purple, cream, all the colors. Na ndiposa Bwana anapotuangalia anaona wema wake katika kazi tunaofanya katika nyumba yake, katika familia zetu, hata wa places of work. Anatupatia nguvu, na ndiposa katika ministry ambao uko nayo, kwa sababu hakuna yule ambaye hana, ya kwamba tukatenda mapenzi yake. Hataki tukae kama gari ambayo imejaa, ati iko tu inaonekana pale, lakini hakuna kazi ambayo inafanya. Lakini anataka tuombe tena, anataka we dream again, anataka that we may trust him again, anataka tukamtumikia tena tukiwa na nguvu, tukiwa na uwezo wake, na tukijua kwamba yeye ni mwema na ni mwaminifu. Amen. Amen. Ni mwito ambao anatuita tukajaribu tena, lakini this time round haijalishi ya kwamba we are the 8th month, na kwa hivyo tumebakisha like only 4 months 2026 iishe.
ya kwamba hizo zingine hatukuweza na tunaona kana kwamba mwaka huo umeisha. Hapana, ni mimi na wewe. Anatuambia it is not finished, we should not give up. Ametupatia nguvu mpya, anataka tutembee, anataka tukimbie, anataka tupae juu, lakini this time round tujaribu tukiwa naye. Bwana apewe sifa. Ninapomalizia, kijito ambacho Elijah alikuwa ndani yake kikakauka, lakini Bwana akafungua jingine. Bwana apewe sifa. Katika maisha yetu, mahali ambapo kiatu kinakufinyia, mahali ambapo ni pangumu, ikiwa ni katika masomo, ikiwa ni katika kutafuta kazi, ikiwa ni katika jamii, ikiwa ni katika kile ambacho wewe umekuwa ukimtumainia Bwana, hata labda kile ambacho unapitia wewe mwenyewe, unaweza kuwa kusikia kana kwamba umefika mwisho. Kumbuke ya kwamba Petero hata kama alianguka, Bwana alimrejesha. Na in the same way, hata mimi na wewe, in our weakness, in our disappointment, in the failures that are surrounding us, wacha tukumbuke that the Lord has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah ndiye anayo the final say of our life. Ananiita, anakuita, that we may return to him, we may release everything ambayo ni chukizo, ambayo ni mzito kwetu, ambayo tumeweka kwa mioyo yetu kwa miaka mingi. Anataka release to him. Anataka kutuinua, na anapotuinua kama vile ambavyo anainua this birthday time, anataka tuingie katika wema wake, tuingie katika utukufu wake, atuongoze, that we may restart and make Kenya a better place, make PCA workers a better church, make your family a better family, and even make yourself within yourself a better person, ambao Bwana atakuangalia na atakufurahia. Bwana apewe sifa. Sisi hatutabaki chini. Ambia jirani, hatubaki chini. Mbia kwamba tumekubali kuinuliwa na Bwana. Tumekubali kuinuliwa na Bwana. Tusimame. Tunaposimama, tafakari maisha yako, mahali ambapo umerudi nyuma, mahali ambapo unasikia kana kwamba ukame umejaa, mahali ambapo unamtumainia Bwana na kumngoja. Mshukuru Bwana kwa sababu ya neno ya siku ya leo na mwito ambao amekuita, anaponiita. Na tukubali ya kwamba Bwana atufanye upya katika kumwamini, katika kumtumainia, katika kumngoja, katika familia zetu, walio na waume na wake, katika spouses wetu, uhusiano, upendo ule wa kwanza, katika imani yako na Kristo, safari ambayo umepelekana na yeye na umbali ambapo amekufikisha. Si kwa yale mema ambayo umekitenda, ya kwamba unapanda gari unafika na unarudi salama. Si vile wajua kujichunga vizuri ya kwamba mwili wako uko sawa, hata ukienda kupima utakuwa sawa, lakini ni kwa neema zake. Si kwamba hauna stress ama mambo ambayo yanakufinya, hata kwamba umekumbuka uvae nguo na ukuje kanisani, lakini wale ambao wameshindwa wanapitia mambo ambayo tunapitia. Lakini Bwana ni mimi na wewe anatuita na tumerudi. Tumkimbilie Bwana, huyu ambaye ni baba yetu, huyu ambaye ni rafiki wa karibu na anatujua, huyu ambaye anaitwa Jehova Jireh na anatupa, huyu ambaye anaitwa Jehova Rafa anaponyesha na kufanya miili yetu yawe mapya, mawazo yetu na mioyo yetu, huyu ambaye ni Jehova Nisi, the banner far above, El Shaddai, all power belongs to him. Tumrudie yeye, tumwombe tusaidie in our own ways, kuweka chini mizigo yote mizito,
ya disappointment, ya rejection, ya kuwekeleleo yenyewe na mambo, ya kusikizwa uchungu, ya kusikitiziwa, ya kutopewa haki, yale yote ambayo amekukandamiza. Tuambie Bwana, tushukishe siku ya leo. Tumuombea kwamba tukawa kama mwewe, ya kwamba we will rise above those storms ambazo zinatufinya, ambazo zinatukandamiza, ambazo hatuna. We are rising above all those closed doors, kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Tumwambie Bwana tupe nguvu ya kuingia katika wema wake na utukufu wake in a new way, na nguvu mpya, kwa sababu anazirenew every morning. Tumwambia kwamba tuondolee shaka yoyote, na pewe mioyo yetu shauku ya kumpenda na kumtumikia na kujiwachilia kwake. Tuambie Bwana aanze pamoja nasi, kwa sababu anaweza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twalitukuza na kulienzi jina lako Bwana. Tunasema ni asante kwa upendo wako wa ajabu, ule ambao umetupata katika hali ya kufinyika, katika hali ya giza, katika hali ya kufika mwisho. Umeona mioyo yetu na mawazo yetu imechoka, sisi ambao tunasikia kana kwamba tumefika mwisho. Hata umeona wengine wetu tumejibeba tukaondoka katika wema wako. Tunajaribu na njia zetu, tunajaribu na mawazo yetu, tumejipeleka na njia zetu kana kwamba wewe tumekusahau Bwana. Hata tumejaribu na akili na uwezo wetu kubadilisha mambo katika mahali petu pa kazi, kutafuta promotion, kutafuta kuwa employed, kutafuta njia za kufanya biashara na njia zetu sisi wenyewe, kutafuta vile familia zetu, vile ndoa zetu zitasimama, kutafuta njia ambazo sisi wenyewe tutazipeleka ndani yetu, kama jinsi ambavyo Petero ulivyompata pamoja na wafuasi wengine, kama amewacha imani na amerudi katika ukawaida wake. Bwana, ni sisi ambao umetupata na njia hiyo Bwana, tukiwacha kazi yako, tukiwacha nyumba yako, tukiwacha imani, tukiwacha upendo ule wa kwanza Bwana, na tukijipeleka na njia zako. Lakini ni asante kwa sababu hata katika aibu hiyo, katika hali hiyo ambayo si ya kupendeza, bado wewe unatupenda na bado unatudhamini. Na ndipo siku ya leo umetunenea ukituita turejee kwako, tuweke mizigo hiyo yote chini, tukubali utuinue Bwana. Unapotuinua Baba wetu wa mbinguni, ukatupatia nguvu mpya, ukatufanya upya na ukatupatia mwanzo mpya. Tunapoenenda leo na mwanzo mpya Baba wetu wa mbinguni, tunaomba ukuu wako na uaminifu wako kazidi kuwa pamoja nasi. Zidi kutupatia nguvu na uzidi kuenenda pamoja nasi, kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Neno lako linasema ya kwamba unaandaa meza mahali kuna wale wa kulia Bwana. Na kwa hivyo ulijua neno hilo ni letu Baba wetu wa mbinguni. Saidia kazidi kunenea mioyo yetu na mawazo yetu, ikatubadilisha, ikatufanya bora, nasi tukafurahia wema wako kila siku katika jina la Yesu Kristo. Tunajiachilia mikononi mwako Bwana, tufanye upya, enenda pamoja nasi. Na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tigawale mwana wako.